Bwana Yesu asifiwe. Thank you so much for being part and parcel of this. Nataka tuongelee today the second part of overcoming the spirit of rejection. Na leo nataka tumwangalie David from the book of 1 Samuel chapter 21 and verse 10. Samuel wa kwanza 21 kuanzia mstari wa 10. Biblia inasema, so David left, fleeing from Saul, and went to King Achish of Gath. The king's officials said to Achish, isn't this David, the king of his country? This is the man about whom the women sang as they danced. Saul has killed thousands, but David has killed tens of thousands. Their words made a deep impression on David, and he became very much afraid of King Achish. So whenever they were around, David pretended to be insane and acted like a madman. When they tried to restrain him, he would scribble on the city gates and dribble down his beard. So Achish said to his officials, look, the man is mad. Why do you bring him to me? Haven't I got enough madmen already? Why bring another one to annoy me with his daft actions like here in my own house? Let us continue mahali tulifikisha. I said we will continue with overcoming the spirit of rejection. David has been anointed king to replace King Saul, ambaye already Mungu alikuwa amemkataa. So when Saul aliona ya kwamba David is gaining momentum na wameenda vitani, David ameua Goliathi, David ameimbiwa nyimbo za sifa na wanawake wakisema ya kwamba Sauli ameua maelfu, Daudi ameua maelfu 10. This triggered hatred in the heart of Saul, na akamchukia David, and for several times he tried to kill David. Na hapa tunaona ya kwamba David alipogundua ya kwamba he is being hated na anataka kuuliwa na Saul, he fled, he ran away, akaenda katika nchi ya Wafilisti mahali kunaitwa Gath, na Gath kulikuwa na mfalme ambaye anaitwa Achish. So it happened, alipofika kule, the soldiers of King Achish walipomtabua David, wakaenda kwa mfalme wao wakamwambia, huyu mtu unayemleta kwetu tumpatie hostage, si ni yule tu aliimbiwa juzi tu na wanawake wa kwao, ameua maelfu 10, si ataungana na maadui zetu atupige, si anaweza kuwa amekuja kutuspy? So David suffered rejection at home and suffered rejection abroad. And today I want to speak to our people. How do you overcome the spirit of rejection? In this case, David alijifanya wazimu na akaanza kufanya vituko, akaachilia ndevu zake, akazichafua kwa mate na makamazi, akajiachilia, akaanza kugwaragwara gates kwa makucha zake na kujirushia mafumbi na kukaa wazimu. Any moment aliona any soldier around him wa kutoka kwa Wafilisti, David faked his lifestyle. I don't want us to go the David style. Don't fake. Usijifanye vile ambavyo Mungu hajakufanya. This was David's tactic. Lakini kile naweza kusema ni kwamba the moment you run in a place ambapo unaona you are being rejected, anza kufanya kile nitakuambia today. There is what we call the Joshua principle. Mungu alimwambia Joshua, wherever you go, kila mahali utakapoenda na nyayo zako zitakanyanga, nimekupatia kama milki yako. Kwa hivyo one of the things we can do, ukiingia eneo ambao unajua ya kwamba they are rejecting you,
Makanisa zimekuwa rejected. Wachungaji wanaenda kuplant churches, warogi na waganga na wazee wa kijiji wanasema ya kwamba we don't want churches here. Watu wanasema ya kwamba you are making noise. Watu wanasema unawapigia makelele ukiomba. They reject you, they reject the church, they reject God. Cha muhimu unaweza fanya, tread on that area. Zunguka hiyo eneo, ukikanyanga, ukitabiri na ukitamka maneno ya kwamba lazima nikubarike hapa. It is a battle, it is a warfare. For David, he faked. Na watu wengi wameenda the David way. It doesn't work for each and every one of us. If you fake, you may continue to fake forever. Na Mungu ataingia kukureject hata wewe. Don't fake, be real. Tokea kimasomaso, tread on that ground. Pronounce ya kwamba niko hapa. Ambia mapepo ya nchi, ambia anga ya nchi, ambia mchanga wa nchi ya kwamba nimeingia hapa. You are in that big city. Jua ya kwamba kuna watu walikutangulia. They laid their own foundation. They laid their principles. Wakasema ni nani atakuwa akipewa kibali cha kuingia na ni nani ambaye hatapata kibali cha kuingia. Kuna watu wanafungiwa nje, kuna wengine wanakubalishwa. Ni nani watafanya biashara hapa, ni nani hawatafanya biashara hapa. These are principalities ambazo zinakaa katika miji, zinakaa katika mataifa. And they reject people. Wanakataa watu. So I want to urge you, my brother, my sister, ukifika mahali ambapo unaona ya kwamba you are suffering rejection, zunguka na tamka maneno. Na utamke maneno ukuwa na imani ya kwamba kile unafanya, God will establish you. God will give you a footage there katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana hata wale walikuja mbele, si kwamba walipata nchi haina wenyewe, kama haina wenyeji. It is walitumia the principles either of the word of God or the principles of the world. Kuna kiziwa kinaitwa Melita in the book of Acts, ambapo Paulo walipofika pale, the Bible says Paulo alipoenda kutafuta kuni ili wakuje waashe moto waendelee, kwa sababu walikaribishwa na wenyeji wa kile kisiwa. Nyoka ikawa kwa zile kuni, ikamuuma mkono. And do you know what the people said? Huyu mtu ni muofu, kuona ya kwamba hata kama ameepuka bahari, the god of the rod aliyekuwa anaitwa Jupiter, Bwana Yesu asifiwe, hata kubali, ama alikuwa anaitwa Justice, haja kubali ya kwamba aishi, kwa sababu ilikuwa inaaminika ukiumwa na nyoka za Melita ugeza 5. The god ambaye walikuwa wanamuita God Justice, ama the God of Justice, atamuua. And they waited and waited. Paul did not die. Even his heart did not swell. Wakamkubali Paulo na wakasema huyu ni Mungu. They started they wanted to sacrifice to Paul like a god. Paulo akawaambia mimi ni mwanadamu kama nyinyi. So the moment you know the principles of survival in foreign lands, in areas where you are being rejected, stand your ground until God proves ya kwamba he is together with you in the name of Jesus. Na Mungu atakusaidia na Mungu atakutendea. God bless you in Jesus name. Sorry for that. Na nataka niongee na mtu katika jina la Yesu Kristo. Are you going through problems of rejection? Are you suffering? Biblia inasema now David alipoona hivi, the next thing ni ya kwamba he shifted from this area, akaenda now to another place. Unaweza kaa mahala ambapo umekataliwa, and you might die there because of the battles of rejection, the battles of envy and jealousy and competition. If it is the will of God, shift. Go to the next area. Nimesema ya kwanza, kama ni Mungu alikutuma hapo, possess by treading, speaking, miliki. If it is not God who sent you there, the best thing you can do is to shift. Remember the case of Lot.
the nephew to Abraham, alienda kule karibu Sodom and Gomorrah na haikuwa mapenzi ya Mungu. The man suffered there. Ilifika mahali ya kwamba ni malaika wa Mungu walimuokoa after the intercession of Abraham. So it happened, Lot alipookolewa, the same spirit ilimfuata, kwa sababu hakuna mwanaume amefuata wao, akona binti zake wawili, and kwa sababu walikuwa wamesoma tabia za Sodom, walilala na baba yao na wakazaa watoto wanaoitwa Amoni and Moab. The Ammonites and the Moabites walitoka kwa Lot na binti zake. So you might be in the wrong place. Shift katika jina la Yesu Kristo. Waambia Mungu, give me a shift. Change your route. Take a new focus katika jina la Yesu Kristo, ili uondokee rejection. You might die prematurely just because of the spirit of rejection. Na maybe unakaa mahali ambapo hapafai. Shifting is not foolishness. Sometimes ondokea battles. Number 2 or number 3, it is the principle of silence. Don't go speaking about anything. Usianze kuongea ukitusi watu, ukirani watu, ukisema mtajua Mungu wangu. People threaten people. Watu wanaweza kukukataa kwa sababu they have been given a mandate by God to push you to your next level. So, mpendwa, don't go speaking. Nyamaza, wacha Mungu akutetee. David hakuenda akiongea, akijitetea, hakuenda kupeleka malalamishi ya kwamba anakataliwa na Sauli, anafanywa. Some battles are won through silence. Vita zingine ni za kunyamaza. Ongea na Mungu wako. Have time with your God. Mwambie Mungu, napitia hii, Mungu napitia hii, Mungu napitia hii. Kwa sababu the more you speak, the more unapatia the devil your secrets and people a foothold of fighting against you. Kukupiga tu. Kataana na roho ya rejection through silence. Zip up. Funga mdomo za zingine. Kuna watu tu wanangojea uongee. They pick those few words. Wanakata mahala ambapo uliongea, uliita watu ng'ombe, uliita watu takataka, ulisema. They pick that and they major on that. Kama ulikuwa umeongea anything good hapo awali, inakuwa haisikiki na inakataliwa. Until waone ya kwamba wametumia the negative uliongea wa kubring down. So, win your battles through silence. Rejections as gine, it is about silence. Number 4, have a priest ambaye anakukafa. Have a covering of a man of God or a woman of God. Wachungaji wanapigwa, but usiwe mmoja mjinga, yule ambaye hauna any spiritual covering. Some battles are won by engaging authorities. Authority speaks to authority. Dignitaries speak to dignitaries. Powers speak to powers. Principalities speak to principalities. So, kuna battles hiyo za level yako. Engage those who are above you. Waambie napitia hii, cover me. David had Abimelech. David had Abiathar. David had Nathan the prophet. Ukisoma maisha ya David, there was a man of God around the life of David. There was always a man of God around the life of David. Shirikisha huyo mtu wa Mungu mambo unayofanya. Have a covering, have a spiritual covering. Katika jina la Yesu Kristo. It is important and it is a principle in the Bible that if you ignore it, battles will be severe against you. And I'm talking this out of experience. I know what it means to have men of God around you. There are battles you cannot win alone. There are people who have access in the spirit more than you.
engage them. Usidharau men of God, usipige watu wa Mungu, involve them. David alipewa na Abimelech, I think Ahimelech, something like that, the sword of Goliath, ile ambayo alikuwa ameua Goliath nayo. Hakuwa na any sword ya kwenda to battle. So it happened ya kwamba aliingia hekaluni, and the man of God gave him the sword of Goliath. Na that way David could go now to battle. Huyu mtu wa Mungu akampatia mkate na maji, because he had none ya kukula, na wanajeshi wale walikuwa na wao. So have a man of God who can give you bread, who can give you a sword. One word of God can be enough to be your sword, to be your bread, to be your water. Water stands for life. Bread stands for the word of God. The sword also stands for the word of God. You need just that one word from the mouth of a servant of God that will take you to the next level. So, ili uweze overcome rejection, don't reject men of God. Kuna watu mnakuwa rejected because you rejected a man of God. God connected you with a servant of God, lakini wewe kazi yako uliingia pale ukaanza kumdharau, ukaungana na wengine kumdharau, kwa sababu maybe anaonekana hana mambo makubwa, anakaa maybe hivi na vile. No, it is wrong. Kuna watu wamesuffer because of just kudharau men and women of God. Ulimwangalia ukaona ni wa miaka chini ya miaka yako, hana masomo kama wewe, uko na madigrii zako, haishi kwake, wewe unaishi kwako na unaendesha gari, mchungaji wako anatembea miguu. Oi, grace ni tofauti. Inaweza kuwa hana hizo vitu zote, but he carries grace. Na watu wanaweza kuwa age mates, but they can never be grace mates. Munaweza kuwa ya kwamba you are village mates, but you can never be grace mates. You can be hata mulikuwa classmates na huyo man of God or woman of God, but you can never be grace mates. Mungu hapatiani grace inafanana, all equal graces. Kila mtu anapewa a measure of grace. That is what the Bible says. Na hiyo neema inaweza kuwa ndio tu itakusaidia kutoka kwa battles of rejection. If you rejected men of God, repent, come back to the cross, mwambie Mungu, I repent, I will honor men of God from today, and I will have a covering of a man of God. Engage a man of God. Wacha akule sadaka zako, wacha atamuke akishiba, natamuka baraka, and you will see how easy it is to overcome. God bless you. May we pray. Father, in the mighty name of Jesus, thank you for this new day, and thank you for my viewer today. In the name of Jesus, I pray that wherever they are, you are going to give them favor in the mighty name of Jesus. May your goodness, may your favor cover your people, oh God. And oh God, I pray, help them to overcome the spirit of rejection. May the favor of God come back to them. Locate them with your goodness. Locate them with your mercy, oh Jehovah Father, and guide them through the paths of victory. I bless your people in the name of Jesus Christ. Thank you, oh God. As you see them through, may you receive all the glory. In Jesus' name, amen. God bless you. God bless you. It is Pastor Peter Shege. Enda kwa YouTube, subscribe, follow me. Kwa mitandao ya Facebook, follow me kwa TikTok. Na Mungu akubariki. And you can be a support to me. My number is 0724-8945-17. Reach me through that number, through your offering, or through your comments. Ama pia unipigie kama uko na shida, tunaweza omba pamoja. God bless you. Have a nice time. Bye bye for now. In Jesus' name, amen.